Anajulikana kama mtoto wa kiume mdogo kabisa wa Dharmendra ambaye alianza kuigiza akiwa mtoto, lakini ajabu ni kwamba akaingia Bollywood akiwa na umri wa miaka 27 licha ya baba yake kuwa moja ya waigizaji waliotawala sana kwa miaka hiyo. मेरा जी चाहता है मैं उसे ऐसे ऐसे तीर बनाकर दूं जिसे देखकर दुश्मन की टांगें कांप उठे. Ajali, mapenzi na kushindwa mara nyingi hakukumzuia. Alirudi kwa nguvu na Salman Khan akimuunga mkono kupata mafanikio makubwa. Kutoka Barsat hadi Animal, safari yake ni ya mchanganyiko wa hisia lakini ya ushindi. Akiwa ni mshindi wa tuzo ya Dada Saheb Phalke International Film Festival kama mwigizaji bora kwa nafasi ya uadui kupitia filamu ya Animal. Hii ni stori yake. Bobby Deol alizaliwa katika jiji la Bombay tarehe 27 Januari 1969 na kupewa jina la Vijay Singh Deol. Wazazi wake ni mwigizaji nguli marehemu Dharmendra na mwanamama Prakash Kaur. Yeye ni mdogo wa Sunny Deol na pia ana dada wawili, Vijayta na Ajita, wanaoishi California, Marekani. Mama yake wa kambo ni Hema Malini ambaye kupitia kwake ana ndugu wawili wa kike, mwigizaji Aisha Deol na Ahana Deol. Binamu yake aitwaye Abey Deol pia ni mwigizaji. Bobby alionekana kama mwigizaji mtoto katika filamu ya baba yake iliyokuwa inaitwa Dharamveer ya mwaka 1977 ambapo aliigiza toleo la utotoni la mhusika ambaye Dharmendra alikuwa anamcheza. Baada ya kumaliza shule, alipata shahada ya biashara kutoka katika chuo cha Mithbai College huko Mumbai. Baada ya kumaliza elimu yake rasmi, alifanya kazi kama DJ kwa muda katika klabu mbalimbali za usiku na matukio tofauti kote India. Baadaye alibadilisha jina lake kutoka Vijay hadi kuwa Bobby kama jina lake la kisanii. Katika kipindi hicho alikuwa kwenye mapenzi na mwigizaji Neelam Kothar na alitaka kumwoa. Inaripotiwa kuwa uhusiano wao ulidumu kwa miaka 5 na walikuwa karibu sana. Hata hivyo, baba yake Bobby, yani Dharmendra, hakukubali mwanawe kumwoa Neelam. Bobby alishiriki filamu yake ya kwanza ndani ya Bollywood akiwa na umri wa miaka 27, umri ambao ni wa kuchelewa sana. Hii ilikuwa ni kupitia filamu ya Barsat mwaka 1995 akiigiza pamoja na mwigizaji mwingine nguli Twinkle Khanna. Wakati wa kurekodi filamu hii huko Uingereza, Bobby alipata ajali mbaya akiwa kwenye sini ya kupanda farasi. Hii ilimpelekea kuvunjika mguu hadi kupelekea kusafirishwa kwenda London kwa matibabu na kufanyiwa upasuaji. Jambo hili liliathiri baadhi ya shughuli za promo za filamu hiyo. Filamu ya Barsat ilikuwa super hit kwenye box office na ilimletea tuzo ya Filmfare kama Best Male Debut, yani mwigizaji bora mpya wa kiume kutokana na uigizaji wake mzuri. Baada ya hapo, Bobby alipitia kipindi kigumu kupata nafasi ya kuwa mhusika mkuu katika filamu. Hata hivyo, alirudi kwenye mafanikio baada ya kufanya filamu ya Gupt The Hidden Truth ya mwaka 1997, filamu ambayo alikuwa pamoja na Manisha Koirala na Kajol. Mbali na mafanikio ya kibiashara, Gupt ilisifiwa sana kwa hadithi yake na soundtrack yake na ikawa hatua muhimu ya kuonesha uwezo wake hadi alipata sifa kubwa sana kwa uigizaji wake ndani ya filamu hii. Filamu yake nyingine kwa mwaka 1997 ilikuwa ni Aur Pyar Ho Gaya, filamu ambayo alicheza pamoja na Aishwarya Rai. Filamu hii ilifeli kwenye mauzo ya tiketi ya box office. Iliripotiwa kwamba alikasirika kwa sababu ya athari ya ndege iliyoongezwa baada ya kurekodi sini hiyo. Filamu yake ya kwanza kwa mwaka 1998 itwayo Karibu ya Vidhu Vinod Chopra ikawa flop, yani haikuuza kabisa. Baada ya hapo alishiriki kwenye filamu ya Soja akiwa pamoja na Preity Zinta, filamu ambayo ilipokelewa vizuri na wakosoaji na hatimaye ikawa super hit na kuwa mafanikio yake ya 3 makubwa ya kibiashara baada ya Barsat na Gupti. Kufikia wakati huo, umaarufu wake ulikuwa unashindana na ule wa waigizaji wakubwa wakiwemo Khan watatu, kaka yake yani Sunny Deol na Govinda.
Kwa mwaka 1999 filamu yake pekee ilikuwa ni Dilag, filamu ambayo iligusa pembe tatu ya mapenzi ikiongozwa na kaka yake, yani Sunny Deol. Iliripotiwa kwamba Sunny alipata wazo la kuongoza filamu ya Dilag baada ya kumwona Bobby akirudi nyumbani akiwa amelewa usiku mmoja, na ikawa ni filamu ya kwanza kwa Bobby kushirikiana na kaka yake. Bobby alianza karne ya 21 kwa kuigiza pamoja na Rani Mukherjee katika filamu zilizofanikiwa kifedha. Filamu hizo ni Badal na Bichu, filamu ambayo ilifanya vizuri licha ya kukosolewa sana na wakosoaji. Baadaye alifanya kazi na Karishma Kapoor katika filamu ya Hum to Mohabbat Karega ya mwaka 2000 na filamu ya mwaka uliofuata yani 2001 Ashik, filamu ambazo zote zilifeli sokoni. Mwaka huo huo wa 2001 alicheza katika filamu iitwayo Ajnabi akiwa pamoja na Kareena Kapoor, Akshay Kumar na Bipasha Basu. Filamu hiyo ilikuwa na mafanikio ya wastani kibiashara, lakini ilipata sifa nzuri kwa uigizaji wa Akshay na Bobby. Aliungana tena na Sunny Deol katika filamu ya 23rd March 1931 Shahid ya mwaka 2002, ingawa alisifiwa katika baadhi ya sini. Pia alikosolewa kwa uigizaji wake wa kupaza sauti kupita kiasi. Ikaaminika kwamba alizidiwa na Ajay Devgn ambaye alicheza uhusika kama wake katika filamu ya The Legend of Bhagat Singh, huku wakosoaji wakiweka maoni yao wakisema kwamba kwa upande wa uigizaji Devgn ni mshindi wazi akiwa na faida ya script yenye nguvu na mwongozaji bora. Devgn ambaye inaripotiwa alipoteza uzito ili kuendana na muhusika, leo anaibuka kama mmoja wa waigizaji bora wa India akiwa tayari kajaribu majukumu mbalimbali. Deol alijaribu kwa kadri ya uwezo wake, lakini ni vigumu kupiga kelele na kuigiza kwa wakati mmoja, mwisho wa kuwanukuu wakosoaji. Baadaye mwaka 2002 Bobby aliteuliwa katika tuzo za Filmfare katika kipengele cha mwigizaji bora wa kiume kupitia filamu ya Hamrahas, filamu ambayo alicheza na Amisha Patel na Akshay Khanna. Filamu hiyo ilifanya vizuri kiasi na kupokea maoni chanya kutoka kwa wakosoaji. Kazi yake ya mwisho kwa mwaka 2002 ilikuwa ni kupitia filamu ya Chori Machaye Chori akiwa pamoja na Shilpa Shetty, Bipasha Basu, Paresh Rawal na Om Puri. Baada ya pengo la mwaka mmoja, Bobby alirudi na Kismat mwaka 2004 akiwa pamoja na Priyanka Chopra. Aliendelea kuigiza kama afisa wa jeshi katika filamu zake mbili zilizofuata kwa mwaka 2004, yani Bardasht na Ab Tumhare Awale Watani Saathiyo. Filamu hizi zote hazikufanya vizuri kibiashara. Mwaka 2005 alicheza katika Julm, Tango Chari akiwa pamoja na Sanjay Dutt, Sunil Shetty na Ajay Devgn na Barsat. Hakuna hata moja kati ya filamu hizi iliyofanikiwa kumrudisha katika mafanikio ya kibiashara. Kazi yake ya mwisho kwa mwaka 2005 ilikuwa ni Dost Friends Forever akiwa pamoja na Akshay Kumar, Lara Dutta, Kareena Kapoor na Juhi Chawla, filamu ambayo haikufanya vizuri India ingawa ilikuwa na mafanikio makubwa Uingereza. Mwaka 2006 Bobby aliungana tena na Amisha Patel katika filamu ya Humko Tumse Pyar Hai. Ingawa filamu hiyo ikawa kushindwa kwake sokoni kwa 8 mfululizo, wakosoaji walimsifu kwa uigizaji wake. Mwaka 2007 Bobby alikuwa na rekodi ya filamu 6 zikiwemo cameo 2. Ya kwanza ilikuwa ni Shaka Laka Boom Boom, baadaye akacheza kwenye Jum Barbar Jum akiwa pamoja na Abhishek Bachchan, Preity Zinta na Lara Dutta. Filamu zote mbili hazikufanya vizuri. Hatimaye alipata mafanikio ya kibiashara kupitia filamu ya Apni. Kisha akacheza katika filamu ya Nakab, lakini filamu hiyo ilikuwa janga kubwa kibiashara. Mwaka 2008 aliigiza katika filamu iitwayo Chamk akiwa pamoja na Priyanka Chopra, Denny Dizongpa na Irfan Khan. Pia alifanya kazi kwenye filamu nyingine iliyofeli iliyokuwa inaitwa Heroes kama afisa wa jeshi pamoja na Salman Khan, Preity Zinta, Sunny Deol na Mithun Chakraborty. Bobby pia alifanya cameo katika filamu ya Dostana iliyotayarishwa na Karan Johar ambayo iliendelea kuwa ya 8 kwa mapato makubwa zaidi India kwa mwaka 2008. Mwaka uliofuata aliigiza katika filamu ya Ek
The Power of One, filamu ambayo haikupata umaarufu. Filamu yake iliyofuata Help ya mwaka 2010 pia haikuweza kuleta athari yoyote nzuri kwake. Mwaka 2011 Bobby alikuwa mhusika mkuu katika filamu za vichekesho za Yamla Pagla Diwana akiwa pamoja na Dharmendra na Sunny Deol, filamu ambayo baadaye ilipata sequel, yani ilipata part 2 mwaka 2013, na filamu nyingine aliyocheza iliitwa Thank You akiwa pamoja na Akshay Kumar, Irfan Khan, Sunil Shetty na Sonam Kapoor. Filamu yake iliyofuata ikawa ni Players ya mwaka 2012. Isipokuwa Yamla Pagla Diwana, hakuna kati ya filamu hizi iliyofanikiwa kwa wakosoaji na kibiashara. Baada ya mfululizo wa kufeli kibiashara, Bobby alienda mapumzikoni kwa miaka mitatu. Hii ni kutokana na ukosefu wa kazi. Miaka ya baadaye alikuja kuzungumza kwenye kipindi cha Coffee with Karan ambapo alikiri, nilijitoa, nilianza kujihurumia na nikaanza kunywa pombe sana. Nilikuwa nakaa nyumbani tu na nilikuwa naendelea kulalamika nikisema, kwa nini watu hawanichukui? Lakini mimi niko vizuri. Nafikiri nilianza kuwa hasi kuhusu kila kitu. Nilikuwa nakaa nyumbani, mke wangu ndio alikuwa akifanya kazi. Kisha ghafla nikamsikia mwanangu akisema, mama, baba anakaa nyumbani na wewe unaenda kazini kila siku. Hapo ndipo kitu kilinishtua na nikasema, hapana, siwezi kuendelea hivi tena, alimaliza Bobby. Baada ya mapumziko hayo, alijaribu kurejea kupitia filamu ya Poster Boys ya mwaka 2017. Hata hivyo, filamu hiyo iligeuka kuwa janga lingine na haikuweza kumrudisha Bobby kwenye nafasi yake. Baada ya hapo, Salman alimsaidia Bobby katika kumrudisha na kumpa mafunzo ya mwili, yani fitness. Baadaye alimpa nafasi ya kuigiza katika filamu ya Race 3 ya mwaka 2018. Hii ilimsaidia Bobby na kumrudisha tena Bollywood kwa kuwa ilikuwa ni filamu ya 6 ya Kihindi yenye mapato makubwa zaidi kwa mwaka 2018. Sehemu ya 3 ya Yamla Pagla Diwana, Firse, ilikuwa filamu yake ya pili ya mwaka huo. Filamu hii ilifeli vibaya sana kwenye box office, ikirudia yaliyoikuta filamu ya Yamla Pagla Diwana sehemu ya pili. Houseful 4 ya mwaka 2019 akiwa na Akshay Kumar na Ritesh Deshmukh ilikuwa ni filamu yake iliyofuata. Filamu hii ilipata mapokezi mazuri duniani kote na ikawa super hit. Baada ya hapo aliigiza kama afisa wa polisi katika filamu ya Netflix iitwayo Class of 83 ya mwaka 2020. Uigizaji wake katika filamu hii ulimletea uteuzi wa Filmfare OTT Award kama mwigizaji bora wa filamu ya mtandaoni, yani Best Actor in a Web Original Film. Mwaka huu web series ya Ashram ilianza kuonyeshwa kwenye MX Player. Nafasi yake katika web series hii ilimletea sifa nyingi kutoka kwa wakosoaji na teuzi 2 za Filmfare OTT Award kama Best Actor in a Drama Series, na hili lilimpa fursa ya kucheza nafasi ya uadui katika filamu 2 zilizofuata, yani Love Hostel ya mwaka 2022 na Animal ya mwaka 2023, filamu ambayo iligeuka kuwa mafanikio makubwa ndani ya box office. Licha ya mapokezi mchanganyiko ya filamu hiyo, uigizaji wake ulisifiwa, ingawa wakosoaji kadhaa walihisi nafasi yake ilikuwa fupi mno, kwani katika filamu hii Bobby alionekana ndani ya dakika 15 pekee. Animal iliimarisha kurejea kwake katika sinema za Kihindi. Uigizaji wake ulimletea uteuzi wa Filmfare Award kama Best Supporting Actor na pia ulimpa tuzo za IIFA Award pamoja na Zee Cine Award kwa Best Performance in a Negative Role, yani uigizaji bora katika nafasi hasi. Mwaka 2023 wafuasi wake wanaojulikana kama Bobbians walimpa heshima ya Lord Bobby, na akaunti inayojulikana kama Bobbywood kwenye mtandao wa X au Twitter ilianzishwa na mmoja wa wafuasi wake. Yote ni katika kusherehekea mchango wake katika tasnia ya filamu. Mwaka 2024 Bobby aliigiza nafasi ya uovu kwenye filamu ya Kanguva, filamu ambayo ni miongoni mwa filamu za India za gharama kubwa zaidi. Hii ikawa mwanzo wake katika sinema za Kitamil. Mwaka 2025 aliigiza nafasi ya uadui katika filamu ya Kitelugu iitwayo Daak Maharaj,
filamu ambayo ilikuwa na mafanikio ya wastani ndani ya box office na ikawa mwanzo wake katika sinema za Kitelugu. Baadaye alifanya kazi katika filamu yake ya pili ya Kitelugu iitwayo Hari Hara Veera Malu Part 1. Kisha akaigiza katika filamu ya Bandar, filamu ambayo iliwasilishwa kwenye tamasha la filamu la Toronto la mwaka 2025 katika sehemu ya special presentation. Mwaka huo huo wa 2025 aliigiza katika web series ya Netflix iliyoongozwa na mtoto wa Shah Rukh Khan anayeitwa Aryan Khan iliyoitwa The Birds of Bollywood. Series hii ilipata maoni mazuri na watazamaji wengi. Wimbo uitwao Dunia Asnon Kamera kutoka kwenye filamu ambayo aliigiza zamani, yani Gupti, ulitumika tena kwenye series hii. Hii ilisababisha kuongezeka tena kwa umaarufu wa wimbo huo na filamu za zamani za Bobby Deol ikiwemo Soja. Bobby Deol amefunga ndoa tangu 1996 na mwanamama Tania Deol ambaye ni mbunifu wa mionekano ya ndani mwenye mafanikio na pia ni binti wa bilionea marehemu Devendra Ahuja. Hadi sasa wawili hawa wana watoto wawili wa kiume, Aryaman Deol aliyezaliwa mwaka 2001 na Dharam Deol aliyezaliwa mwaka 2004. Naam, hayo ni muhimu kumhusu Bobby Deol, mmoja wa waigizaji pendwa kutokea Bollywood. Je, unamkumbuka kwa filamu zipi ambazo yawezekana nimezitaja au sijazitaja? Kumbuka kusubscribe katika chaneli hii ili uweze kupata historia, habari na taarifa nyingi kuhusu tasnia ya filamu na waigizaji wake.